Haka katoto kapo kando ya mto kanaenjoy upepo mtamu sana unaoletwa na mawimbi. Ghafla hili vampire jeusi likatokea, likarusha kimbola, kikagoma kikarudi kwake. Likajikamua, likarusha tena, kikagoma kikarudi tena kwake. Likaona sio kweli, likakusanya kwa mikono miwili ila kikarudi tena. Alipogeuka, vampire alichomwa na miale ya mwanga mikali mno, akageuka kuwa kunguru mweusi, akapepea zake akasepa. Huyu mtoto ni nani na ana uwezo gani ndani yake? Pia huyu vampire akatumwa na nani na wanabifu gani kati yao? Ngoja tuanze mwanzoni ili tuwajue zaidi. Hili grupu la mavampire linaloongozwa na Ogebe hapa wanajadili kuhusiana na maisha yao. Wanadai kuwa wanategemea sana damu za wanadamu ili waweze kuishi. Wanadai hawali nyasi wao, ila ni damu tu ndo maisha yao halisi. Huyu binti anamsubiria mchumba wake Ukene. Wamepanga promise wakutane. Mdada akafika on time ila mwamba bado hajatokea. Ghafla vampire jeusi likamvuta pale, meno kwenye shingo, kisha likamnyonya damu. Naomba kwanza unisupport kwa kubonyeza neno subscribe, kisha turn on notification bell ili Lenji Media tuzidi kuwa familia kubwa zaidi. Basi bana, huyu mtoto anaitwa Chimamanda. Macho yake akadetect kuwa kuna mambo yasiyo ya kawaida yanaendelea kwenye ardhi yao. Ilibidi afanye msako wa uchunguzi wa haraka zaidi. Kaja mpaka maeneo ya hapa hivi, akanyosha mkono juu, hali ya tofauti ikapiga angani, na macho yakadetect kuwa kuna ujio wa viumbe visivyokuwa vya kawaida katika kijiji chao. Hali ile ya kuchunguzwa ikawafikia ndugu mavampire. Mkuu wao Ogebe akasema kuwa yeyote atakayefanya jaribio la kutuchunguza sisi, inabidi damu yake tuinywe haraka sana. Akamtuma huyu binti yake wa kazi aitwaye Igube akamalize swala. Akarudi kwenye staili yake ya ukunguru, kisha akapepea. Huyu hapa ni mamake na Chimamanda. Anaishi na watoto wake wawili, Chimamanda na Chineche. Hapa anamtafuta Chimamanda maana hajamuona ndani, hayupo, kaja nje kumtafuta. Akamuita Chineche ili amuulizie hili swala. Wakati wanaendelea kujibizana pale, mara Chimamanda naye akafika. Ulikuwa wapi? Asa wakati mwingine ukiondoka bila kuniaga, walai nitakupiga makofi mpaka uchanganyikiwe. Dadake alichukia mno kwa sababu anamsababishia yeye agombezwe na mama yao. Pia mama yao mwenyewe alikuwa na wasiwasi sana juu ya mtoto wake. Huyu mwenye shati nyekundu wa kulia anaitwa Ukene. Huyu wa kushoto ni rafiki yake anaitwa Obina. Ndiye baba yake na Igube, yule binti vampire. Ukene ndiye aliyekuwaga anasubiriwa na mchumba wake pale ile siku. Mwisho wa siku yule mchumba wake akanyonywa damu na vampire. Hivyo basi hapa anamsanua Obina kuwa binti yake sio mtu wa kawaida, yule ni vampire. Ila Obina akawa anagoma kweli kweli kuwa binti yake amepewa karama, sio swala la uchawi, yani amebarikiwa mno. Hivyo alimkatalia sana jamaa, kisha akamtimua zake atoke zake pale kwake. Mfunga bakuli lako, uwezi ukaongea na watu wazima hivyo. Kwanza we ni nani na unafanya nini hapa? Aka kadogo kakaa kabishi sana, kakasogea pale mbele yao. Sogea nipite, mpuzi mkubwa wewe. Akabadilika na kuwa Igube mwenyewe. Kwa hasira zaidi akaanza kumnyonga Matology. Ila ghafla Mwokozi Chimamanda akatokea eneo la tukio na kuanza kuzuia ule mchongo unaoendelea. Igube hali ilizidi kumlemea na kuwa tete kweli kweli. Akarudi kwenye hali yake ya ukunguru na kusepa chapu kwa haraka. Chimamanda akamgeukia Matology na kuanza kumkamua ule uchawi wote aliopigwa na yule kunguru mweusi, na akamwambia huyu shuhuda wa pembeni Osnach asiende kutangaza haya yote yaliyotokea. Akapita kando yao kisha akasepa zake. Hapa karudi nyumbani, hali ni mbaya sana. Karegea kweli kweli, haongei, yupo kimya. Wazazi wana huzuni sana kuhusiana na huyu mtoto wao, hawajui kimemkumba kitu gani aisee. Osnach karudi nyumbani, hana amani kabisa. Baba yake akaligundua hilo swala. Alipomuuliza yeye akazugazuga pale, hakuongea chochote kile, maana aliambiwa iwe siri yake. Sawa, mzee akawa anaondoka zake pale, ila hofu ikawa imo ndani yake kuhusiana na binti yake. Hii sasa imezidi. Kwa hiyo huyo panya mdogo ndo amekuzuia umeshindwa kabisa kukamilisha kazi? Hapa Igube, yule binti mlembo mchawi, amekuja kulalamika kwa mkuu wake kuwa yule binti Chimamanda amekuwa anamzuia sana mipango yake, hivyo anashindwa kunyonya damu nyingi siku hizi. Kuna mchawi mmoja akawa na shobo kinoma, akaomba ungane na Igube ili wakamue yule panya mdogo msumbufu. Kweli bwana, mkuu wake akamruhusu waende kwa pamoja ili wakamshambulie vikali mno yule Chimamanda.
Wakatokea eneo la tukio. Wakati wanaleta mbwembwe za kichawi, ghafla radi za kutosha zikaanza kumbamiza huyu mchawi Kilanga Komwe. Akaishiwa pawa pale na kuanguka chini. Asa Igube akawa anashangaa, huyu mbona kama ni mzembe sana. Wakati anaendelea kushangaa, ghafla kale kapanya kadogo kama wanavyokaita Chimamanda akafika na eneo la tukio. Wakaanza kuminyana pale miuwezo. Kwa kuwa Igube hana uwezo wa kutosha, hana uwezo wa kukabiliana na Chimamanda, akaanguka chini, akamkumbatia mwenzie pale, wakasepa chapu eneo la tukio. Hali ya huzuni ikatanda pale Kilingeni kwa kumpoteza mwenzao mchawi mweusi aliye na shobo. Mkuu wao alichukizwa sana na hili swala, akadai kuwa ataenda mwenyewe kudili naye huyo panya msumbufu. Akaichukua ile nafsi ya yule mfuasi wake na kuimeza. Leo mapema mamake na Chimamanda anataka aende sokoni, ila mwanaye akawa anamkatalia sana, akawa anamkazia kweli kweli, akimwomba kuwa leo ni siku ya hatari mno, labda aende kesho. Ila mamake akagoma sana na akakaza fuvu kweli kweli na akafosi kwenda kwa nguvu. Basi tu ilibidi wamuache. Hapa mama analalamika kweli kweli, hamuoni binti yake. Wakati wanataka watoke waende wakamtafute, ghafla binti akaja amechoka mno, karegea kinoma. Maana ile vita ilimgaragaza kweli kweli. Huyu binti huwaga anaendaga wapi? Mbona akirudi huwa amechoka sana? Hawa wazazi huwa wajiulizi maswali kama hayo kwa sababu wamefungwa na uchawi ili wasiweze kutambua hilo jambo. Wakati bi mkubwa anarudi kutoka sokoni, ghafla kunguru wa ajabu akawa anakatisha uweponi mwake. Hofu ikaanza kutanda moyoni mwake, maana sauti za ajabu zikawa zinasikika pale. Ghafla mkuu wa mavampaya akatokea kwa mbele, Mama Chali, kwa hofu nyingi. Chimamanda akamstopisha pale vampire asije akamuua mama yake. Akaanza kuleta ukinzani wa kutosha kumzuia yule vampire. Baada ya energy nyingi, yule vampire akarudi kwenye ukunguru kisha akapepea zake. Chimamanda akafanikiwa kumfukuza kunguru. Baada ya kupokea nyingi za uso tena za kutosha kweli kweli, hapa amekutana na binti mrembo mchawi Igube. Ili akae sawa, inabidi anywe damu za watu wasiopungua watu wawili. Igube ilibidi aifanye hiyo kazi ili mkuu wake akae sawa. Hawa walikuwa wanasafisha shambani. Ghafla kunguru mweusi akafika kuwatembelea na akawakaba wote wawili na kutoweka naye kimaajabu tu. Dada yao alilia sana ese. Mkuu wake akamshukuru sana, alafu akamtobolea na siri pale kuwa yeye ndiye mama yake mzazi. Yule aliyokuwepo naye sio mama yake mzazi. Akamwambia kama unabisha kaulize vizuri. Sasa hapa anambana mama yake huyu wa kawaida na kutaka kujua yupi ni mama yake mzazi. Mama alikuwa anamgomea sana, ila alivyotajiwa jina la Ogebe, hofu ilitanda ndani yake. Igube alipaniki sana alivyomwona baba